Wakenya wenzangu, mimi pia nimefika hapa kuleta pole nyingi sana. Pole nyingi kutoka baraza letu la mawaziri. Tumekutana leo asubuhi na Wakenya wengi. Kwenu watu wa hapa Mai Mahiu, na hasa kwa familia za wale wote mlioathirika katika janga hii, kusema poleni sana kwa kupoteza ndugu zenu, watoto wenu, jamaa zenu katika tatizo ambalo tumepata kama taifa ya mafuriko na mvua ya kuzidi katika sehemu mbalimbali, lakini pigo kubwa sana imekuwa ni hapa Mai Mahiu. Nilipata habari hii jana na RC wetu pamoja na gavana wetu, na baadaye nikatuma naibu rais akuje hapa, na aliponieleza vile mambo yalivyokuwa hapa, nikasema hata na mimi nitafika hapa ndio mjue ya kwamba sote kama serikali ya Kenya yale mnayoyapitia wakati huu tumesimama na nyinyi, na muelewe ya kwamba janga ambalo limewapata sote kwa njia moja ama nyingine tutasaidiana. Ndio nimekuja hapa kusema pole. Najua mmepoteza watoto wenu, watu zaidi ya 48 kufikia sasa wamepatikana kama tayari wamefariki, wakiwemo watoto, kina mama na wazee. Kuna watu bado wako hospitalini, wako kwenye mahospitali zetu. Wale wote ambao walikuwa hospitalini tangu juzi, karibu watu 100, wengi wametibiwa na wametoka hospitalini. Na shida hii ambayo imetokea Kenya, tumepoteza watu zaidi ya 171 kufikia leo Kenya mzima katika sehemu mbalimbali kwa mambo ya mafuriko. Na kwa hivyo sio jambo rahisi. Tumekuwa tukishirikiana. Nilifanya mkutano wiki iliyopita ya kiserikali ya kuweka mpango na mikakati ya kukabiliana na mafuriko haya, na kwa sehemu kubwa tumeyasitisha, lakini hii ya Mai Mahiu imeleta mpigo mkubwa sana, kwa sababu kufikia sasa bado kuna watu zaidi ya 30 ambayo hawajulikani, pengine 26 hivi hawajulikani mahali walipo. Na kwa sababu hiyo tulikuwa tumetuma vijana wetu wa shirika la National Youth Service kuja kusaidiana na askari wetu hapa kutafuta miili ama search and rescue, na wamefanya kazi kubwa. Lakini mahali imefika, naona sasa nimewaambia watu wa jeshi wakuje hapa mchana wa leo ndio tuweze kusaidiana na wao pamoja na vijana hawa watafute yale miili mingine ambayo haijapatikana. Ni ya muhimu kwamba sote tushirikiane katika shida hii ambayo imepatikana. Kuna mambo yale mengine mengi
na mashirika ambayo wamekuja kuungana pamoja na serikali. Nataka nishukuru shirika la Red Cross, wamekuja hapa na msaada mkubwa. World Health Organization wametuletea madawa ya kutosha, na sio hapa peke yake, katika kila sehemu ya Kenya. Nishukuru pia Amref kwa ile kazi wamefanya kushirikiana na serikali ndio tuweze kukabiliana kwa pamoja na janga hili ambalo limetupata watu wa Mai Mahiu na Wakenya wale wengine walioathirika. Yale mambo mnayohitaji, madawa, blanketi, mattress, chakula, tutahakikisha iko ya kutosha ndio tuweze kupunguza uzito ambao mko nao kwa kupoteza watu wenu na kutoka manyumbani kwenu mmekuja hapa katika shule hii. Nataka niseme vile vile ya kwamba leo katika baraza la mawaziri tumekubaliana mambo kadhaa ambayo ni vizuri ni watangazie Wakenya wote. Kupoteza watu zaidi ya 170 sio jambo ndogo kwa kipimo ya aina yoyote, na kwa sababu hiyo lazima tuchukue hatua kuhakikisha ya kwamba maisha ya wananchi inalindwa. Kwa hivyo kwenu watu wa hapa Mai Mahiu, manyumba yenu yamebebwa na maji, mali yenu, yale mambo yote, ng'ombe, mimea, chakula imebebwa na maji. Tutahakikisha kwamba tumefanya kazi pamoja na nyinyi ndio mpate mambo yenu yote, tuweze kuhakikisha kwamba mmepata msaada mbadala so that you can so tutapanga hivyo, na ndio sababu hiyo county government iko hapa, regional government iko hapa, regional commissioner na wale watu wake wote, na mashirika yote ya serikali, wizara ya afya iko hapa, wizara ya mambo ya provincial administration iko hapa, na tuhakikishe na ile ya special programs ambaye inasaidiana na kutafuta mambo ya chakula, pia waziri yuko hapa, ndio tuhakikisha kwamba hii mzigo tunaubeba pamoja. Mimi nilikuwa katika shule hii sio muda mrefu. Nilikuja kufungua hii shule hii kwa sababu tuko na watoto wengi ambao wanasoma katika shule hii, na vile mnavyojua kufunguliwa kwa shule ingekuwa leo, lakini tuliamua tuisitishe kwa wiki moja, ifunguliwe wiki ijayo, ndio tuweze kupata nafasi ya kupanga vile watoto wetu wataenda shule, na tungependa kuhatarisha maisha ya watoto wanaoenda shule. Kuna mito nyingi Kenya iko na maji imefurika, kuna daraja zimevunjika, na tunataka kuhakikisha kwamba tuko na uhakika ya kwamba watoto wakienda shule maisha yao haitakuwa hatarini, na ndio sababu tumesitisha, tukasema tutafungua shule wiki ijayo. Na ni kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba usalama wa watoto wetu wote wa Kenya imeshughulikiwa kabla ya wao kwenda shuleni. Ya pili, najua kuna watu wengi wako katika makao kama haya ya mashule. Vile vile tumekubaliana ya kwamba tutawatafutia sehemu
na county government itafanya kazi na provincial administration. Tutawatafutia mahali mtaenda kuishi kwa muda, tukipanga vile mambo yenu tutakubaliana na nyinyi. Na tumesema kama serikali ya kwamba kuna sehemu nyingi Kenya ambayo iko na hatari kama hii inaweza kutokea. Pia sehemu hizo zote tutauliza wananchi waondoke mapema, kwa sababu ile forecast ya mvua tuko nayo ni kwamba mvua itaendelea. So na hatutaki maisha ya wananchi iwe hatarini. So tumekamilisha kama serikali kufanya mapping ya sehemu yote ambayo kuna hatari ya kutokea mafuriko ama kuna hatari ya kutokea landslide. Na kuanzia kesho tutawaambia wale wote wako katika hizo sehemu, riparian reserves na sehemu zingine, tutawasaidia kuondoka katika hiyo sehemu, ndio maisha yao isiwe hatarini na tupate tena janga kama ile tumepata hapa Mai Mahiu. It is important that ahead of time we protect the lives of people, and that's why we have concluded the mapping of all areas that are in danger of flooding or mudslides, so that we can assist citizens to move away from those areas in time, because the forecast is such that rain will be continuing for the foreseeable future, and there is already a lot of precipitation in many places, and therefore we are going to be asking citizens to move away from many areas that pose a danger to their security. Na kwa hivyo tutawatafutia mahali ya makao. Najua kuna watu pengine hapa wako na haraka ya kurudi nyumbani. Mimi nataka niwasihi, tafadhali msiwe na haraka ya kurudi nyumbani. Serikali itaangalia maslahi yenu. Na tutatumana experts wakuje waangalie hii sehemu yenu yote. Kama tutapata maelezo kwamba jambo kama hili halitafanyika tena, basi tutawasaidia kurudi pale na kujenga manyumba yenu. Lakini vile vile kama itatokea maelezo ya kwamba hakuna uhakika ya kwamba shida kama hii haitatokea tena, tutakubaliana na nyinyi, hata kama ni kutafutia nyinyi makao mengine. Serikali itanunua hiyo makao ndio muweze kuishi mahali ambapo hamutakuwa na hatari ya kubebwa na janga kama hii tena. Sijui kama tunakubaliana, kwa sababu na sio nyinyi peke yenu, hata wale wengine wote ambao wako katika sehemu kama hiyo, ni vizuri tuketi chini tuwe na makubaliano. Hatutaki turudi tena mahali ambapo mwaka moja, 2, 3 baadaye tuwe na matatizo kama vile tuko nayo saa hizi. So serikali iko na hiyo mpango, na ndio tumeamua leo katika baraza la mawaziri ya kwamba kila sehemu ambapo wananchi wako na iko hatari ya kutokea maporomoko ama kutokea mafuriko, hawa wananchi tutawauliza wahame na tutawasaidia kuwahamisha ili tuweze kuokoa maisha ya wananchi. Na itakuwa ni mpango yetu kama serikali kuhakikisha kwamba hiyo kazi inatekelezwa kwa manufaa
ya kuhakikisha kwamba maisha ya wananchi iko sawa sawa. Vile vile tumekubaliana ya kwamba wale wote wanaishi kando ya mito pale panaitwa riparian reserve, kuanzia kesho tunawapatia notice, na tumetoa taarifa kama serikali, kwa sababu vile mambo yanavyoendelea tutazidi na kuwa na mvua na mafuriko yatazidi. Masaa 48 kutokea kesho, kila mtu awe ametoka katika hiyo sehemu, na ni katika sehemu zote za Kenya, mji wa Nairobi, miji zile zingine, kwa sababu hatutaki tena kupoteza maisha ya wananchi, na tutaweka mpango ya kutosha kuhakikisha kwamba tutawapatia chakula, tutawapatia malazi, tutawapatia mambo yale mengine yanayohitajika. Tumepitisha pia katika baraza la mawaziri vile serikali itasaidiana na development partners katika harakati hiyo. So mimi nataka niwaombe na niulize Wakenya wote mahali walipo, the mapping that has been done on all fragile areas that are prone to landslides and flooding, we are asking every Kenyan in such areas to leave, because the forecast is that rain is going to continue and the likelihood of flooding and people losing lives is real. And therefore, we must take preemptive action. The military has been mobilized, National Youth Service has been mobilized, all security agencies have been mobilized to assist citizens in such areas to avoid any dangers of loss of life or fatalities, and to avoid any other dangers. We must, all of us, it is not a time for guesswork. We are better off safe than sorry. So tuanze kujipanga namna hiyo. So mimi nataka ni waulize wale wote ambao wanahusika hapa, tuanze kutafuta vile hawa wananchi watoto wao wataenda shuleni, pia na wao watapata mahali ya kuishi na vile wataendesha maisha yao, na tutakuja tuwaeleze, tukubaliane na nyinyi vile tutasonga mbele kutoka hapa. Kwa hivyo madawa yatakuweko hapa. Najua nimeambiwa ya kwamba kuna wengine wenu mumepoteza hata IDs na mambo yale mengine. Tutawasaidia. Moses Kuria yuko hapa, ataweka huduma center karibu na nyinyi. Kama umepoteza ID replace, ndio tuhakikisha kwamba hakuna mtu anahangaika kwa sababu ya kukosa vitambulisho na vitu kama haya. Is there any matters? Yes, pamoja na titles, birth certificates na mambo yale mengine yote tutasaidiana na nyinyi ndio tuweze kutatua matatizo hayo. So poleni tena, tuko na msaada ya kutosha, tuko na chakula ya kutosha, tuko na blanketi ya kutosha, ama namna gani waziri? Yes. Yes, kuja sema hapa.